Yes, bwana inakuwaje mambo vipi Tizo Media, Tizo aliyokemba nambari moko as always 254 kuna mwanangu Kapteni Nyota ndani ya Kilifi hapa ni Pwani University. Bwana tuko huko tunamisha kibao 2-3 na pala lakini sasa tumesema hatuwezi toka Kilifi kabla hatujapatana na wana Kilifi wenyewe sana. Kilifi kama Kilifi County tuseme, usio bwana. Na mmoja wao ni cut of the nasema ni biggest content creators ambao tuko nao hapa, pia mwanahabari ama mtangazaji naongelea Ruby Kache na tuko naye hapa tayari. Ruby na Kaji. Poa sana. Uko poa? Uko poa. Na smile uko sawa? Niko sawa. Na mzuka leo? Always happy. Yeah. Kutoka radio? Yeah. Na. Sasa mimi nikitaka kufahamu kitu moja Ruby, first kabla tuende mbali, ningetamani kujua jani yako ya radio. Before unajua sisi tumekujua Ruby na content creation, mwigizaji vitu kama hizo. Lakini ghafla ukiingia kwa wanahabari ama kuingia kwa radio, how was the journey? Hakuna kitu ambao ni rahisi. Yeah, hivyo ndo naweza kusema. Nimepitia changamoto lakini kufikia sasa sitasema niko sawa lakini bado naendelea kulearn. Yeah. Labda ilikuwa ni dream kwa wewe utajipata kwa radio siku moja? Nilikuwa natamani sana. Yeah, it was one of my dreams. Yeah. Lakini ukusomea wanahabari? Sikusomea sikufanya journalism, but saizi nasoma. Yes. Sawa. Mimi niseme tu hata hapa juzi pia ndio unashukuru mashabiki kwamba wamekuchukulia mwaka mmoja kwenye radio na umelani vitu mingi sana. Niseme kati ya watu ambao wanapiga comments ambazo maybe ziko negative nyingi sana wana Ruby, lakini unazibeba yani ziko kwa akili, yani umezibeba fresh na unawajibu very positive. Niseme tu kitu kama ambacho umekilana na mashabiki huwa sana ni nini kwa Ruby Kache ambapo unakuwa sustain, mtu akija kivibaya unamweka, ukija vizuri unamweka. Wewe una nini kwa mashabiki? Kitambo nilikuwa nikikasirika. Kitambo nilikuwa na react vibaya sana na feelings. Lakini kitu kimoja nimerealize na mashabiki pia ni watu ambao ni kama mimi pia wako na hisia. So si kila kitu ambacho nitapost mtu atakipenda. Kwa sababu hata kwa shughuli zetu za kila siku ama hata kama wewe uko na rafiki kuna vile utakuja utamkosea. Na mimi am not perfect. Naweza tengeza content watu wakaipenda na wengine wakaichukulia kivyengine. Hiyo ni sawa. So hata shabiki akija akiweka comment yake mbaya pale, it's okay, ni maoni yake. Hasa mimi nikaona nikiendelea sasa nikianza feelings nitawapoteza wale mashabiki wakati wako na freedom of expression pia. Yeah, na mimi kama nimeweka pale public, mbona nikatae wasijibu? Wajibu kile ambacho wanajisikia because ile platform iko open to everyone na kila mtu ako na opinion zake. So siwezi kuwa eti nataka comments zote zikuwe nzuri kwa kuwa mimi ni malaika au yeah, mimi si malaika. Yeah, na hata hao pia sio malaika. Yeah. Sawa. Ruby ni kati ya wale watu ambao pia naweza sema mitandao imewakuza kwa namna moja au nyingine pia, yani imewapa mileage kubwa sana as we speak. Na sasa hivi ukiongelea content kama 5 ama content creators 5 kutoka Kilifi, uweze kukosa kumweka Ruby Kache pale ndani. Mimi ndio number 1. Mimi niko yani mimi huwa najiambia niko pale mbele. Ya kama kuna mwingine anafanya vizuri zaidi, hata yeye kwenye yuko anajua yeye ndo number 1. Hakuna mtu mwenye anaweza jiweka chini. Yeah, unless hauna maono, unless hauna dreams. Yeah. Yeah. Sawa. Sasa tuingie moja kwa moja kwa sakata mambo linaendelea ndani ya hii wiki mpaka leo ni kama Thursday. Daily tuongelewa kuhusiana story nzima. Hata ilianza kwenye harusi ya Lilia Mwachiru. Sikuwepo kwa harusi, lakini baada ya pale picha niliziona views za trend mpaka yakatokea mapya sasa imechukua mkondo mwingine kwamba watu wanatukana tu hivyo. Ndio shughuli unaiona vinaendelea mtandaoni. Tuanze tu kwamba una kipi cha kuongea kuhusiana na content creators wa Kilifi man, tuanzie hapo. Tujitambue tu tunataka nini, mambo mengine yata flow. Ndio. Yeah. Na hii story nzima ambayo inaendelea sasa ya kwamba huyu sijui ana hiki, huyu ananuka hiki, huyu ana hiki. Unajua kitu kimoja tu watu wanajiulizaga. Is there any issue wewe na Fainik? Hakuna issue, labda kama yeye ako na issue na mimi, lakini jana there was a live usiku. Sidhani kama watu wengi walikuwa because ilikuwa siku sana kitu saa 7 hapo. I went there, nilienda nikapata live, nilikuwa naongelelewa. Live I think Nevufondo ndo alikuwa ameifungua, akawadi wale wa TikTok wale.
So mimi nilikuwa nimechoka sana. Kwanza jana nimeshinda shooting na kina Mikahunda. Nilipofika nyumbani kama saa 4 nikaoga, nikafanya vitu zangu na shika simu niangalie juu sikuweza kupost video, ni late sana. Nikapata live wananiongelelea Fainiki huwa yuamwongelelea Ruby ni nini. So everyone was like, wako na shida gani? So mimi nikapanda pale juu because mimi huwa niko muwazi. I went there nikaongea moyo wangu, nikatapika kila kitu. Na waka suggest kuwa Fainiki mwenyewe akuje pale, akuje ajieleze. And she came. Alivyokuja pale akaongea pia side yake. Na kwa akili yake na kwa maongezi yake akasema kuwa yeye hana shida na mimi. So kama yeye hana shida na mimi, hata mimi sina shida na yeye, wacha ikae. Yeah. Hivi mshaka, yani lini mlipesa kukaa pamoja wewe na hivi? Kuonana tu. Apart from that, ile safari ambayo mlienda Nairobi, ndani mlikuwa nyote, ile safari ya Nairobi. Mimi ndani nilipesa kuona pamoja. On Saturday I saw her. No. Yeah. Kuhusiana na ile harusi ya Lydia Mwachio. Kuhusiana na harusi ya Lydia, mimi sikumuona harusini. But mimi nilienda harusini. Yeah, lakini yeye sikumuona. Content ambayo nadhani nasema recent content ambayo mlifanya jana na Mikahunda kitoa kama ushuhuda wa kanisani Bonasi Fio ni vitu kama hivyo. Ile content yenu ilikuwa ina refer, yani kulingana na watu waliona. Ilikuwa refer na that story ambayo inaendelea ya mitandaoni kwamba sijui naongelea Fainiki kwamba sijui ananuka hizo magonjwa vitu kama hizo. Sasa venye mlifanya ile content wako watu wakajaji kwamba mbona ni kama moyo unaingia kule kwa Fainiki na hizo. Kama uliona. Sasa unajua maoni ya watu pia nimesema ni muhimu na huwezi kukataza watu eti wasiongee. Unajua mimi na Mikahunda watu tukipatana huwa tunafanya vitu vingi sana kwa sababu ideas zinakuja ni nini. Sasa yeye kama ushe notice hizo mambo na ushuhuda yenye hata tulikuwa tunaongea pale, it's not the first time. Na ujue mimi na Mikahunda tukishaekewa kamera tu hivi tukisema shoot maneno yanatoka. So hata Mikahunda alikuwa sidhani kama anajua hizo story because sijaimuona Mikahunda akiingilia, na jana hakuniuliza kitu chochote kuhusu hao mambo ya kunuka na mimi sikumwambia chochote kuhusu mambo ya kunuka. The content just came naturally. Kwa hivyo sidhani hata yeye kama alikuwa analenga ama mimi nilikuwa nalenga, kwa sababu hata kwa ile ushuhuda mimi sikuongea, mimi sikuongea kuhusu. Yeye ndo aliongea but hakuwa, sidhani kama Mikahunda anaweza fanya hivyo. So ni watu tu wameamua kurelate na ile kitu which is right kwa sababu ni opinion zao, uwezo wakataza. Hata wakitaka kurelate na kitu kingine it's okay. Do you think Ruby Gache kuna watu wanakuonea wivu Kilifi County? Naongelea content creators wenzako. Mimi nitasema unajua hakuna mtu ambaye hana wivu. Na it takes a heart, yani kupendelea vile mwenzako anafanya. Yeah. Na mimi nitasema kati ya hawa content creators watu wa Kilifi, sidhani kama mimi niko na ugomvi na hata mmoja wao. Na kama mimi niko na ugomvi na content creator yeyote, pengine ni ile tu tunakosana kwa sababu ya kazi na hiyo story inaisha. Because hata saa hizi ukinidea nipigie content creators wote ambao nawajua, nitawapigia simu na tutaongea vizuri sana. Na kama kuna mtu ananionea wivu, it's okay, ni lazima. Obviously kuna watu ananionea wivu kwa sababu maybe Ruby ako na hiki, Ruby ako na kile, mimi sina. Ni like it's normal. Yeah. Sawa. Hivi hebu tupe pia neno lako mao side yako story kuhusiana Linkalin na Sidibaya, uhusiano wao, urafiki wao. Mitandaoni watu wengi wanasema kwamba huenda kawa wanasagana. Hizo comment tumeziona nyingi sana. Kulingana ule ukaribu wao, zile picha vya wanapiga ameshika mtu ameshika asi wenzake. Ndio juzi nilifanya interview na Linkalin mwenyewe akasema hizo vitu ni porojo tu kwa sababu na maybe kama ni hivyo kwa nini ni kitu kigeni. Nilipata tu maybe comment yako kuhusiana swali kama hili. Naona hiyo mambo ya kuwa wanasagana mimi niliziona hizo picha. But mimi sikuchukulia big deal because wajua my friends hata wanaweza oga pamoja kama kweli wanapendana, ni marafiki. Wakike wanaweza hata oga pamoja na wakue uchi kwa nyumba, it's normal kwa wasichana. Na kama wanasagana pia hiyo ni mambo yao, wameamua wasagane. Sasa wewe wajua hiyo haituhusu. Kama wanasagana it's okay, si jambo jipya. Watu wengi wanasagana na hata wanaume pia huwa wanasagana wenyewe kwa wenyewe. Na hizo story zipo. Kwa hivyo Linkalin na Sidibaya urafiki wao haufai kuwa watu wengine
wanaingilia kwa sababu mimi sijui walipatana wapi urafiki. Mimi pia nilifanya kuviona huko mitandaoni, na kama wanasagana it's their choice, mimi hata hainihusu. Yes. Sawa, hebu tuingilie kidogo swala lako na Magwaya hapa. Magwaya najua ni mtu amekuwa rafiki yako muda mrefu, lakini ni vile tu watu hawaelewagi urafiki wenu wewe na Magwaya huko, kwa sababu unaweza fika time wewe ukaanza akaanza kuingilia ukaanza kumuongelea wewe. Uje muongelee ukikaa kidogo unampost tena. Sasa watu hawaelewi. Wewe na Magwaya wakati nini inaendelea? Mimi nimetangulia kusema sina ugomvi wowote na content creator. Iwe wa Kwale, iwe wa Kilifi, iwe wa sijui wapi. Hakuna. Na Magwaya mwenyewe, nyinyi mjua alikuwa ni rafiki yangu na tulikuwa tunafanya content. Na hata kwanza mimi ndio nikiwa sasa najulikana Ruby, walinijua nikiwa nafanya content na Magwaya. Umeona eh? So mimi hata leo nikaamua kupost Magwaya, hakuna shida na hata ni post. Hakuna siku. Mimi kwanza na Magwaya tumepeza kitambo sana. Tuko na kama miezi 6. Sijui hatujawahi onana. Akiamua kupost kuhusu Ruby, it's okay. Yule si adui yangu na mimi si adui yake. Hata nikapost kuhusu Meno, mshaimsikia akiwa anakasirika akisema sijui nini. Na anaweza post akasema msichana bamba, mimi sijali. Bora tu havuki mipaka kuingilia maisha yangu personal na mimi siingilii maisha yake personal. Hakuna shida. Na watu hawajui ni kuwa mimi Magwaya sina ugomvi naye. Kwa sababu kuna wakati mimi na yeye tulifaana sana kupitia nilichangia kwake na yeye alichangia kwangu. Kwa hivyo sasa mimi ni kweli niko na chuki na Magwaya, itakuwa haipendezi. Yes. Sawa, Ruby tukimalizia niongee tu, unajua umesema nataka pia niseme kitu kingine ya kuwa zile comments ambazo watu wanaweka sijui Magwaya alikuonja, Magwaya sijui alikuwa anafanya hivi na hivi. Sisi tukiwa tunafanya content na Magwaya tulileta hivyo kuwa alikuwa ni mpenzi wangu. Kwa hivyo nitasema mimi hata siwezi sikia vibaya mtu akisema ulilala na Magwaya because ilikuwa hivyo kwa sababu alikuwa na acting kambe amenioa mpaka ameenda kulipa mahari. So from the start we wanted it. Na nataka mashabiki wajue kuwa mimi sisikii vibaya kwa sababu that's me, kwa sababu hata hiyo identity wengi walinijua na hiyo identity kuwa mimi na Magwaya tulikuwa tumeelewana ikuwe hivyo. So hata saa hizi mtu akisema kuwa Ruby sijui nini, ni kawaida. Hakuna ukweli wowote hapo because kungekuwa kuko na ukweli maybe hata ndoa ya Magwaya imekuwa imevunjika, lakini ndoa bado iko, bibi yake yeye anaelewa vile ambavyo na mimi naelewa. Yes, maybe tu kiupande wangu kwa mahusiano yangu kidogo huwa inaniletea shida, but inaeleweka tu because sasa nitafanyaje? Siwezi kuzuia mashabiki wasinitukane ama wasiniwekee comment mbaya. And one day kuna watu wanasema one day when I get married ama nikisha post mchumba wangu akijua nimeolewa maybe wataacha because hizo wanajua Ruby hajaolewa, niko single maybe. So kila kitu ni Magwaya. But mimi najua maybe ile siku nitaolewa respect itakuja, wataacha kuongelea kuhusu Magwaya. Na kama hawataacha it's okay because this is my life. Content creation is my life. Na sitasema eti nilichagua hayo maisha, but kama ni hiyo mambo ya online ilinikubali nitafanyaje? Yeah. Nilikuwa nije hapo. Hivi Ruby kweli are you dating? Yes, I'm dating. Sure kabisa. Yes, 100% na date. Hapana. Vile kusema ukweli, watu kama sisi hatuwezi kudate mtu ambaye ati pia ni maarufu, tutasumbuana bure. Sisi watu tuna date mtu ambaye amenyamaza lakini anaelewa kazi yetu. Kwa hivyo hata mkimtukana Ruby mkimfanya hivi, mimi bora nikiwa na yeye tunaridhiana. Hizo ni porojo my dear. Yes, so mtu wangu si hata mambo na mitandao no. Kwanza hata huwa hawajui unless mtu amwambie mtu wako amepost hiki, amepost Magwaya, lakini huwa si mtu wa mitandao. Na si eti hata ataona pengine akijisikia, maana si Facebook anayo, kila mtu ana Facebook, sasa kila mtu lakini watu wengi. So hata yeye pia ako nazo. Hata TikTok akitaka anaona, lakini si hafuatilii kwa sababu anajua, na kama kila siku ananiona na haezi kusema ati ulikuwa wapi, ulikuwa na Magwaya, na kila siku ananiona, akitaka kuni video call, akitaka kunipigia simu, mimi nashika. Shida iko wapi? So to expect maybe harusi soon ama niombeeni jamani, mimi nifunge harusi hii Kilifi itasimama hii. Wasema Kilifi mata si mwaka huu, lakini niombeeni sana, harusi itakuja. Kwanza sasa hizi vile kuna pressure
za maharusi. Kuna pressure, kila mtu ataka kuolewa. Kila mtu ataka aonyeshane kuwa pia mimi naweza olewa. Mimi nachukua time yangu. Ipo siku hata kama si mwaka ujao. Maana bado mimi bado mdogo, au sio Tizo? Sina haraka. Maybe ile approximate maybe ndo yako inaweza approximate maybe inaweza gharimu shilingi ngapi? Ndio kubwa zaidi dakika, yani kwa kubwa ndo gumzo. Kwanza siko sure kama nitafanya maybe white wedding unless okay, bibi ndo huwa anachagua, but sijui hata nikifanya malozi pia sawa, nikifanya white wedding pia ni sawa, lakini itagharimu. Mtaona, si bado tuombeane Mungu atupatie uhai, si tuko humu lakini msijali. Kama mara yenyewe ni 2 milioni ulisema. Hata si 2 milioni pia. Hiyo ni yangu tu nilijisemea, lakini kule nyumbani inaweza pigwa hata 10 milioni, huwezi jua. Yes. Nakubali. Sawa Ruby, umesema ulikuwa unafanya content na Mabwaya, ukaja Timatsi, sasa kwa Mikahunda. Timatsi ni vipi? Ama vile uko umeshika sana huko Kilifi na kaskazi ndo Timatsi umemwacha Shanzo mimi nakaje? Sasa mimi huwa nafanya content na kila mtu kama ushe notice. Hata si Mikahunda peke yake, hata kuna kina Limangale, wale upcoming, kina Tileshook. Huwa mimi nikipatana na mtu ama leo nikijisikia huwa nampigia simu. Kama jana I was very free. Nikaamka nikamwambia Mikahunda uko free leo? Akanambia by saa 9 lakini nitakuwa busy. Nikamwambia acha nifike Gede. Nikapigia Timatsi, akanambia nilikuwa najua ako huku kwao, ako Watamu, but akanambia ako Shanzu. Nikamwambia basi mimi naenda Gede. So hawa watu wote ni vile kila mtu ako busy na shughuli zake. Mimi saa zingine my schedule is very tight. So wakiwa yani tumepatana hivi, yani time zikipatana huwa tunafanya sana, wanakuja kwangu, tunakaa, tunafikiria, tunashoot. Tukisema tunaenda Watamu, tunapata kina Pretty Baby, kina Mikahunda, kina Baithe Baba, tunapiga, kila mtu apata content zake, kila mtu arudi majumbani. Ndio hivyo kazi kwenda mbele, kwa sababu unajua content is life. Yeah. Ningependa Mikahunda hapo. Unajua nyiwa mimi mbona kaza vitu zenu. Wewe mwanzo ile wewe na Timatsi vipi mnafanya? Nadhani unajua vizuri sana. Hebu mwanangu njoo salimia watu mwanangu. Mimi napenda mimi shabiki yako bro, napenda content yangu unajua. Hebu salimia watu ndugu yangu. Mikahunda. Salam bika, mko fresh, mko fit. Watu wangu mko poa. Sina kusalimia tu, nawasalimia wako fit. Mikahunda, nikuulize swali. Hivi ndugu yangu, wewe uliamka ukajipata unafanyia content ama yani ni mtu idea alikupatia ama ulijuaje kwamba mimi sasa nataka nifanye dera na nijiboreshe mwanamke? Mimi niliamka tuseme, nikaona kuna kitu ambacho nikikifanya naweza kikaleta kitu kidogo. Nikajaribu. Unajua kila kitu lazima ujaribu, uangalie hiki nikijaribu hiki itafanya hivi. So nilijaribu, kafanya vizuri na nikajitosa kwenye content creator. Kupata na Rubikache na kaji kufanya content na Rubikache. Kufanya content na Rubikache na yani inakupelekaje kufanya content na Rubikache? Na kusumbua sana na kupata changamoto sababu ni mzoefu ama na kaji? Mimi kwanza kuna vitu vingi sana huwa najifunza kwa ndugu yangu Ruby. Huyu ni kama dadangu. Na vile namuona anapambana sana, pia mimi ananipa sana motisha wa kuendelea kupambana zaidi. Na mmoja basi kwa Mikahunda. Muongelee kidogo Mikahunda. Muongelee tu Mikahunda. Ndio hiyo. Content yake ya jana. Muongelee Mikahunda. Oni muongelee Mikahunda. Mikahunda kama live hapa. Huyo Mikahunda huyo ni ndugu yangu, yani ni mwanangu sana. Yani hata nikiongea nitaanza kulia. Alafu kijana anajua sana. Anajua, yani sitasema kuwa ako, yani watu wanamuandarate, lakini tayari hapo alipo ako juu. Mimi mwenyewe namkubali. Hata mbele za Mungu mimi nikasimama nikaambia nitajie content creator ambaye yani very yani a comedian, nitasema yeye, kwa sababu mimi nimemkubali na mimi nilipenda kipaji chake, ndio maana anafanya kazi na yeye sana. Alafu kitu kingine, huyu kijana ni multi talented. Yeye anaweza kama Mikahunda akajibadilisha kwa bado mwanaume na bado ni MC mzuri na anaimba vizuri, imba gospel. Huyu nakwambia ni MC mzuri, nakwambia ukimpata mazishini, yani anaweza imba pale paka kila mtu alie. Yani kila mtu yani he's just perfect. Yeah, na uhusiano wangu mimi na yeye kama vile amesema mimi ni kama ndugu yake, pia yeye ni kama brother yangu. Hatuko perfect ile tuseme hatujawekwa rusana.
ndo yale nikasema kuwa mimi naweza kuaruzana na yeye, lakini haiwezi kutufanya eti tusifanye kazi. Kukosana, sisi ni binadamu, tunaweza kukosana. Hata saizi tunaweza kukosana na yeye, na akienda huko hata nikimpigia simu atashika, ama akinipigia simu nitashika. Kwa sababu ni kama ndugu yangu, na sisi tusiposhikana hatutakuwa tunaleta mfano mzuri katika jamii. In terms of maybe wanasiasa Kilifi County supporting talent, inaweza zungumziwa swala kama mimi hapo kwa wanasiasa, unajua wanasiasa pia ni wanadamu kama sisi, na huwezi kuforce mwanasiasa kusaidie wale watu kwa sababu umeona Mikahunda au akifanya maybe content za Asha Jumwa. Yule Asha Jumwa anapenda content ya Mikahunda sana, alikuwa anampenda hata before aanze nini, alikuwa hata akienda kwa comments zake anaenda kwa page ya huyo anaenda anacheka. Na unajua pia Asha Jumwa ni wa huko kwenye Mikahunda anatoka, kwa hivyo hata akimsifia, kwa sababu huwa sisi, mimi nitasema ule kweli, siasa ni maslahi. Huyo hawezi kuja support mtu ambaye hata hamsaidii, na kama Asha Jumwa ameamua anamsaidia Mikahunda, anamfanya anaishi vizuri, mbona yeye asimsupport kwa sababu anamsaidia? Kwa hivyo hiyo mambo ya siasa hiyo ni yake, na mimi siwezi kumwambia eti wewe Mikahunda kwa sababu rafiki yangu acha kufanya video za Asha Jumwa. Kwa nini? Kile ambacho Asha Jumwa anampa mimi nitampa? Sitampa. Na hata kama mimi maybe simsupport Asha Jumwa na yeye anamsupport Asha Jumwa, sitaacha eti kuchukua video na yeye hata pengine ataja Asha Jumwa kwa video yangu basi nisikie vibaya. Mimi sina ugomvi na Asha Jumwa na sina ugomvi na mambo na siasa, wanasiasa wenyewe wanajijua. Sisi ni content creator. Leo naweza mwa hapa niongee kuhusu George Kithi, niongee kesho niende nikaongee kuhusu Mungaro, kesho niende nikaongee kuhusu Asha kuhusu mtu mwingine. I owe no one an explanation. Mimi ni content creator. Yes. Unajania kuwanyia MCA Bamba? Kama unaongeza anachana kujitoa. Kai juzi alijitoa, Njita akajitoa, sijui hivyo yani. So bado kuna bado kuna time hata mtu akajitoa anaweza jiregesha bado. Alafu kila mtu anajijua mwenyewe. Wale wa kusema kwa hata Mikahunda sijana alisema anataka kuwa MCA. Kwa hivyo yani hii dunia kila mtu atake kile ambacho anataka bwana. Kwa sababu wewe ukisema eti mimi naogopa huu, hakuna mtu nakwambia Tizo atakuja kukusaidia. Utakufa njaa hapa, nakwambia kuna watu watachangamazishwa kusiki wa kusahau. Yes, kwa hivyo kila mtu afanye kile kitu ambacho anataka. Hiyo ndo advice yangu. Mikahunda mzee, ongea na mashabiki wako. Leo kuna watu wanadhani mwanamke sio kweli. Ongea na mimi bwana, mimi sio mwanamke, ni vatu ile walisia ili kidogo nilete message kwa jamii, vile vile mpate burudani, lakini upande wa pili mimi ni mwanaume kama wanaume wengine. Hata nani ule Trilly alisema kwamba pia naye aliona kama ni mama, kumbe ni mchizi kama yeye. Mimi ni mchizi. Na demu? Na date. Na nataka niongee kitu kuhusu Mikahunda. When we are in character, yani akivaa zile vitu huwa tunamfunga kwa sababu anajua mimi niko kwa character. Lakini tukimaliza kushoot huwa hataki. Yani hataki kabisa, atatoa zile vitu na usimwambie stories zozote za kidemu. Hataki kabisa kwa sababu anajua yani yeye mwenyewe anasema yani hataki. Hata jana aliniambia hivyo. Akasema we, sijui nilikuwa nimemwambia afanye nini. Akasema we hapana mimi sitaki. Na yani akanionya ni kama we usijaribu. Kwa hivyo yeye akiingia kwa character atakuwa Mikahunda. Akishatoa zile, akishamaliza kushoot anatoa, anakuwa sasa mwanaume mwenyewe. Sasa mimi niko na mwanaume kama hivi va Mikahunda. Kwa hivyo wale ambao wanaona eti Mikahunda ni kuna tabia zingine wamjaribu waone. Karibu ingembo kusimuone unajua wenyewe. Yes, kwanza vile anasumbua wasichana. Huyu mwacho. Kwanza by the Mikahunda ako na family. Nyinyi hamjui. Wacha. Yes, ako na family tena ako very hard. Wacha. Nimeoa na kukuwa na family si lazima uwe umeoa. Lazima family yako. Mimi si uko Mbona bado niwaambie, nawapenda sana mashabiki zangu, muendelee kumfuatilia Tuzo, inaitwa Tizo, muendelee kumfuatilia Tizo. Vile vile pia mnaweza nitafuta kwenye kurasa wangu wa Facebook, nishafungua pale page yangu Mikahunda Slambi. Kana support ndugu zangu, basi tuende kule mbali usiwahi rudi. By the way, page ya Mikahunda ya Facebook iko yet to be monetized, na mnajua kabisa yeye anaweka vitu vizuri. Kwa hivyo mumsupport na yeye aanze kupata kipato chake cha Facebook, ndo atapata ule moyo wa kufanya content zaidi, because hapa tukisupportiana tutafika mbali jamani. Mimi nashukuru sana kwa muda wenu. Najua nimekuambush, sikuwa nimekupanga by the way, lakini leo tumekuja mji wako, lazima tupige story naye. Mimi nasema tu asante na all the best, na watakia mema jamaa. Au sio bwana?
Bwana kutoka kwangu nyuma kamera Kapteni Nyota TV Van Media. Oya jamaa tuko ndani ya Kilifi County kwa University na tumeenda.